Hi mafans wangu, clans wangu wa Kenya, clans wangu wa diaspora. Natumai mko wazima popote mahali mlipo dunia mzima. Hata sisi tuko sawa, tunapambana na kazi yetu ya roofing. Ukiangalia niko juu ya roofing. Na roofing ndio nyumba ikuwe vizuri, lazima uwekelee roofing vizuri. Kuna fans mmoja wangu ambaye amekuwa akinifuatilia kwa muda mrefu, lakini kuna kitu ambaye ameniuliza na nimeona leo ni nzuri ni wajibu ama ni waelezeje. Kuna wengi sana ambao wamekuwa wakiuliza, na kuna sasa huyu mmoja ambaye ametokezea hapo kuandika comment hapo. Ukiangalia hapo juu kuna comment ambaye amecomment hapa, anauliza Bwana Musa, unatumia mbao mingi, ama Bwana Musa, tunaona kama project yako sana unaziweka mbao, ni nini huwa inaendelea sana? Ukijaribu kuangalia kitu ya kwanza, tukijaribu kuangalia hizi mbao ambao tunatumia ambayo ni ya 2x2, tumekaribisha na 16 inches. Sababu ya kukaribisha hizi mbao, kitu ya kwanza tukijaribu kuangalia hapa hivi, tukijaribu kuangalia hapa kwa mabati mahali ambao nimejoint, nimekutanisha hii mabati na ile ingine, ukijaribu kuangalia hiyo mabati imeshikana vizuri sana. Uwezi ona hiyo joint, ndio maana tunajaribu kukaribisha hizi mbao, ndio at least hii mabati tukishikanisha hii mabati na ile ingine, hiyo mabati itakuwa imepelekana vizuri sana. Na ndio maana pale nakwambia, ukitaka roof itoke vizuri, lazima uhakikishe uko makini sana wakati ambapo una set roof. Kitu kwanza, uhakikishe wakati ambao una set hizi rafters zimekaribiana na 3 feet, ndio at least pate kubeba hizi mbao ya 2x2. Kwa mfano, nataka niekelee mabati hapa niwaoneshe. Ukiwa umeweka hii mbao mbalimbali na ukiwa umeweka karibu, iko na tofauti. Wacha tujaribu na hii mabati ambayo bado hatujapigilia. Hebu leta hiyo mabati. Okay. Sasa nataka niekelee mabati. Tujaribu kuangalia mbao ikiwa mbali na ikiwa karibu. Mbao ikiwa karibu inasaidia na mbao ikiwa mbali inaharibu, ama iko sawa bado? Na kabla hatujaweka hii mabati ndani, kitu ya kwanza lazima tuhakikishe mahali ambao mbao zetu zimepita, tunahakikisha tumechora, ndio at least wakati ambao tunagonga hizi mshumari usikute umegonga juu ama chini. Kwa hivyo ni mzuri wakati ambapo unataka kupigilia mabati yako una mark. Hebu ni mark hapo. Una mark hizo alama mahali ambapo mbao itapita, ndio at least tukikuja kuconnect mabati yetu atubahatishi mahali ambapo tunapigilia ile mabati. Na nataka tuangalie, wacha tuweke aingisha hapo. Okay, ukijaribu kuangalia mabati yetu tumeweka side ya ndani. Uzuri ya kuweka pande ya ndani, kitu ya kwanza wakati ambao unaingisha hii mabati ndani, inakuja hadi ina lock hapa. Kwa hivyo lazima tu confirm mabati yetu ime lock vizuri, ndio mabati isikuwe na step ama usikute ile mabati ambao una joint naye inakatana kuingiana. Kwa hivyo hizi mbao ambazo zinakuwa mwisho kwa varanda, huwa hiyo si silicone, huwa naanza kuweka silicone kutoka mbao ya 3 juu. Hizi mbili zinakuwa kwa varanda. Sasa kwa hivyo sasa tunaanza kuweka silicone kutoka hiyo mbao ya juu, hizo mbao zingine zitakuwa ndani ya nyumba. Kwa hivyo hii ya kwanza hatuwekangi silicone, ndio usijiulize bwana tunaona ukiweka silicone. Haya, ukiangalia venye hiyo mbati imelaliana vizuri. Sasa nataka tuangalie, nimepiga mbao ya kwanza, nataka niruke hii, nipige hii. Tuone kama hapa katikati mabati itakuwa imeshikana vizuri ama itakuwa na space. Wacha tuone. Haya, hebu angalia pale kama imelock vizuri. Confirm vizuri iko sawa. Okay. Haya, tulisema mbao yetu ya 3 ndio tunaweka silicone, kwa hivyo hii inafaa niweke silicone jiko ndani ya nyumba. Hii silicone inasaidia sana sana isikuwe na leakage. Si ati lazima leak, lakini tunajaribu at least kazi yetu ikuwe tuko sure nyumba ita leak. Juu ukijaribu kuangalia kazi ambayo tunafanya mingi, unakuta kazi ingine iko Kisumu, ingine iko Mombasa, ingine iko Nairobi, ingine iko Masaini. Sasa sitakangi kuitwa niambie kuna leakage, juu hiyo safari itakuwa mrefu. Na tena kwenda kutoka from Nairobi kukuja hadi Silale ama Migori kukuja kurekebisha leakage ya mshumari moja, ni afadhali kuwa makini na nyumba yote, ndio at least wakati ambao tutakuwa tunamalizia ule clan atafurahie ile kazi ambayo tumemfanyia. Sasa ukijaribu kuangalia
hapo mahali ambapo nimepiga mshumari, hii mshumari yangu iko na raba na bado iko na silicone ndani. Ukiangalia hiyo silicone imekuja hadi kasil hapa kando vizuri, ndio wakati ambapo hii maji itakuja haitapata space mahali ya kupita hapa ndani, ianze kupitisha maji ndani ya nyumba. Ndio maana tunajaribu kuzuia leakage sana. Juu Clan hata anazaeka nyumba yake gypsum, alafu kute hii mshumari inaweza haribu kazi ya siku 3 ama inaweza haribu ile gypsum. Sasa ndio tunajaribu kuzuia leakage. Haya, tukitoka hapo nataka tuangalie, niliwaambia ukiweka mbao hapa na uweke ingine hapa, tunataka kuangalia hapa katikati kuna space. Hii ndio space huwa tunajaribu kuzuia. Juu hii space ukiacha hizi mbao, kama hujaweka hii mbao hapa katikati kwa hizi mabati yote, utakuwa unaona hiyo roof haijatoka vizuri ama hizo mabati hazijalaliana vizuri. Ukute sasa hapo Clan anaanza kusema nyumba yake iko na leakage juu ya space kama hizi. Ndio maana tunajaribu kuweka mbao ingine wapi? Hapa katikati. Juu ukiangalia saa hii kwa mfano, tukijaribu kuangalia hapa na pale iko na tofauti kubwa sana. Sasa ukifinya hapa hivi na mshumari, inaficha nini? Inaficha hii space hapa hivi. Sasa utakuta mabati inakuwa imelaliana vizuri. Ndio maana tunajaribu kuweka mbao karibu 16 inches, isikue kubwa zaidi ya 16 inches. Hata afadhali kuwe 12 inches ikishuka sana, lakini 16 inches naona ikiwa mzuri. Ndio maana tunajaribu kuweka mbao zetu karibu sana. Nimekujibu sana huyo ambaye ameandika hiyo comment hapo. Ndio maana tunaweka mbao zetu karibu, ndio roof ipate kuingiana venye inafaa, ama mabati ipate kulaliana vizuri. Ndio wakati ambao utamaliza ile finishing ya nyumba, kama kwa mfano ukijaribu kuangalia nyumba venye tulifanya, haionekani joint hata moja. Ukiangalia mabati imelaliana vizuri, na ndio maana pale nakwambia usijaribu kufanyiwa kazi yako kama hii. Angalia hiyo venye imefanywa. Na kuomba sana usijaribu kufanyiwa kazi yako kama hiyo. Ni mbao ilikosa, alafu tena hiyo nyumba ukiangalia mabati iliwekwa vibaya, unaangalia hizo joints inaonekana sana juu ya kukosa kuwekwa mbao vizuri. Tena hiyo height ukiangalia hiyo nyumba iko chini sana. Sitaki ufanyiwe kazi mbaya. Make sure hapo umetutafuta, tufike pale tukuje tukufanyie kazi yako venye inafaa. Asanteni sana mafans wangu, clans wangu wa Kenya, clans wangu wa diaspora. Asanteni sana kwa kutufuatilia kila wakati. Asanteni sana kwa wale ambao wametupea kazi. Asanteni sana kwa wale ambao bado wanatusubiri tuwafikie. Mimi nawashukuru sana. Kila wakati nakwambia mambo ni mengi, masaa ndio machache. Kwa majina anajulikana kama Musa, the king of roofing. Bye bye.